Minondo. Blaza. Sasa ilikuwaje kwaje mpaka ukaingia kwenye nyumba ya mkulia na kwenda kuiba vitu vyake? Blaza. Maisha magumu blaza. Ndio mimi nakubali nichukue simu yake. Na begi lake? Begi nisichukua simu tu. Sasa ni kwa nini unaingia kwenye nyumba ya mkulia? Hebu angalia kwanza wale watu wenyewe kwanza. Halo mbaya vibaya. Blaza, hali yetu yenyewe ngumu blaza. Wangu nataka sasa tuishishie hapa nyumbani blaza. Sawa, ndio hali ngumu, lakini sio mpaka uibe. Unaibaje sasa? Ndio tuna hali ngumu, nakubali. Lakini sio mpaka kuingia kwenye nyumba ya mkulia kwenda kuiba vitu vyake ndani mule. Utaingia kwenye nyumba ya mtu kuna nini na kwenda kuiba. Wewe mwenyewe katuzungu shamba kule. Wewe mwenyewe shamba ni la kwetu katuzulumu. Minondo. So sio tabia nzuri. Angekuua baba angekufa tu. Sasa haya mpango vitu vyake virudi. Sielewa. Yaani fanya hivyo. Ni rafiki yako lakini kumbuka yule wa kitambo. Alafu namfanyia vitu kama vile. Unalaga mara kwa mara kule kwake. Mimi nimechukua simu tu. Unajua Minondo. Yaani pale nisingefika angekuua, wallahi vile angekuua. Nakwambia. Yaani kwa hiyo Minondo, mama baba kipindi anakufa ananiambia niishi na wewe vizuri ndugu yangu. Sasa shangani wako unaharibika au bangi zinakuchanganya. Blaza, kuna uzuri gani na maisha yenyewe? Kuna uzuri gani? Unajua Minondo, hiyo tabia ife. Unaelewana? Hiyo tabia ife. Sio vizuri kwanza kufanya vitu kama hivyo. Yule rafiki yako mnashinda wote, mara mnaenda mizunguko wote, mnalala hata siku moja kwake pale. Alafu leo hii unaingia unamwibia. Imeisha bana blaza hiyo. Sasa sikia. Hiyo simu iko wapi? Na begi lake? Simu nimeficha huko. Na begi lake? Vipi? Sawa vipi? Vipi? Unapoa hai unacheka nini? Wewe ndugu yako vipi? Maana anadharau huyu. Si ndio ambao kutanganya kule simu kule. Wewe ndo kanichoma huyu blaza. Wewe ndo kanichoma kamkulia. Mimi tena ndo nimekuchoma blaza? Kwanza mimi sijui kwenye ulivyokuwa unapigiwa nini, mimi sijui. Mimi nimekukuta unapigwa, nikaona nikamwambia ndugu yako. Nimekuja kumwambia ndugu yako. Au nimefanya makosa? Kama nimefanya makosa uniambie, mimi nimeona pale. Na dakika ya mwisho pale wewe angekuua. Ndio maana nikaenda kumuita ndugu yako, nikamwambia, "Bwana ndugu yako kamata kule. Kafungwa kwenye mti." Ndo angekukuta umeuliwa. Mimi nimefanya mema. Ningeenda nisingemwambia ndugu yako kwamba bwana ndugu yako kamata. Ingekuaje bwana? Ama hapo action nyingine nafuata mimi. Ndio. Yaani umefanya vizuri sana kuja kuniambia. Yaani singekuwa ni wewe angekufa huyo. Sasa hivi ndo nakwambia eti mimi ndo nimemchoma tena. Kweli mwanangu? Sasa sikia. Bwana nikimtoa kwa mkulia atapigwa kule. Naomba uende kanisaidia kwenda kumuita mkulia aje kwa nyumbani. Ndio yaongea aishe. Ila blaza, mimi mkulia kusema kweli naogopa. Yaani kwa vile nilivyomuona alipompiga ndugu yako, mimi mwenyewe naogopa. Ila naomba tujitahidi fanya hivyo tu. Umuite tu aje hapa nyumbani. Sawa, ngoja niende kamwangalie kama nitamkuta. Sawa. Fresh. Ila ujiangalie wewe. Mkulia kakuua. Mkulia anakuja hapa, nimemwagiza mtu akamuite. Sasa hivi anakuja hapa. Naomba akija uongelee vizuri vitu vyako. Ongelee nini bwana wewe? Haya bana, bali sasa hivi. Karibu bwana Mkulia. Hivi ndugu yangu. Sawa vipi? Karibu bwana. Karibu hata ukae. Bwana hata kufanya. Karibu hata ukae. Vipi? Umeongea naye imekwaje? Nimeongea naye ndugu yangu hapa. Anasema vitu vipo hajauza bado. Sawa.
vitu hajauza bado, ila kwa hapa nyumbani havipo, kuna sehemu kavihifadhi. Kwa hiyo naomba tutoke moja kwa moja hapa twende akatuonyesha huko vilipo. Sasa hivi ndugu yako alikuwa na ujasiri gani mpaka kuja? Yaani unajua ndugu yako ni rafiki yangu sana. Tunaheshimiana sana. Namsaidia na kujaga pale mara moja, sijui gaza, sijui. Unaona? Huyu ndugu wako huyu atakuja kufia kwenye mikono ya watu, awalae bilai na kwa pia. Atakuja kufia kwenye mikono ya watu. Mimi sikufichi. Unajua kaka tabia kama mkono waka sio kazuri. Na ukienda kama mkono, mwisho siku anakuja kukuibia, atapisha kabisa nyumba, anaondoka na kila kitu ndani. Sasa nilichokuwa naomba hilo begi sijui na nini, ngoja nyewe zamani. Tunajua sisi watu wa zamani. Mimi ninachohitaji ni simu yangu. Basi tuishi kwa amani. Tunajua sisi vijana. Isije kesho na kesho kutwa ukafa nikashindwa kukusaidia, kadondoka nikashindwa kukusaidia. Umekuja na shida, hapo ndugu yangu pia nimeshimiana naye sana. Sasa kuongea sana. Sasa Minondo. Eti mdomo mkulia. Minondo. Minondo. Njoo kwanza hapa. Wewe bwege. Hebu njoo. Minondo. Nitakubabua. Yaani alipokupiga mkulia, asa mimi nitakubabua. Njoo. Sika Minondo. Naomba ulipeleke vitu ambavyo hapo ulipovificha. Mimi nakwambia niweka huko. Ndio twende sasa. Huko sasa kuna jina. Twende katuonyeshe vitu ulivyovificha. Tumekula afu yake. Mkulia. Ondoka tupeleke ubwege wewe. Ondoka ndugu yangu. Wewe bwana, haya maisha haya mambo yatakiwi hii. Haya yatakiwa tuishi kwa amani. Ngoja kwanza. Ila mwanangu begi langu basi akuchukua. Basi tena shida. Wewe umeridhika mkulia? Haina shida ndugu yangu. Wewe safi kabisa, kilo safi hapa. Sawa. Sasa ndugu yangu, kwa hili lililotokea, mimi ndugu yangu, mimi na wewe tunaheshimiana sana. Mimi kama mimi ndugu yangu nimesamehe, nataka tuishi kama zamani. Yaani tuwe na amani kama zamani. Yaani tunajua tena, yaani sisi tukaanza kukumbusha mambo ya wazazi wetu zamani yale, kwamba kuzumiana nini, sisi nini, tunatakiwa tupate tuwe kama ndugu kama zamani. Mimi kiwa na shida nitakuja nyumbani kwenu, nikiwa na shida kama kawaida tuishi kama zamani. Basi tunashukuru mkulia. Nashukuru ndugu yangu. Nimemsamehe. Yule mwenyewe tunajua ni rafiki yangu. Tunafanya harakati zetu kwenye minazi kule, kufungua nazi, madafu, kwenda kuuza, lakini tunajua ujana. Ndugu yangu basi. Samehe ndugu mkulia. Nashukuru ndugu yangu. Basi mimi naenda mkulia. Poa ndugu yangu. Nashukuru kwa ushirikiano wako, simu yangu nimeipata. Karibu nyumbani, lakini tukukorofisha. Tunajua sasa vile. Hamna shida, unajua nyumbani. Poa basi ndugu yangu. Poa baadaye basi. Haya. Mimi nipo hapa, nataka fanya mazingira hapa. Tunajua mchana huu. Kuna hapa kama kuna dagaa huko, leo tukorofisha. Hamna shida mkulia. Sio matani wewe. Poa baadaye. Haya.